Kumetokea taarifa za kuondokewa kwa aliyekuwa rais wa zamani wa Uruguay. Huyu anaitwa Jose Mujica. Nimewahi kusikia stori kuhusiana na kiongozi huyu ambaye alikuwa ni rais wa pale Uruguay kuanzia mwaka 2010 mpaka 2015. Huyu alikuwa anasifika au alikuwa anatambulika kwa sifa ya rais maskini zaidi duniani. Niliwahi kujiuliza ni kwa nini inakuwaje rais maskini zaidi duniani? Ni nini alikikosea? Je, baada ya kustaafu ilikuwaje? Nikachimba zaidi na mimi leo nimekuja hapa kukujuza Jose Mujica. Lakini nikwambie tu, Jose Mujica tarehe 13 Mei 2025 akiwa na umri wa miaka 89 baada ya kuugua saratani ya umio, bwana amefariki. Uruguay itamkumbuka kwa heshima kubwa. Moja ya kitu ambacho alikizungumza kabla hajafariki, alisema, natamani siku moja nizikwe kwenye nyumba yangu hii niliyopo, nisizikwe kifahari, nizikwe kikawaida kabisa. Na imefanyika hivyo kwa serikali ya Uruguay, wamemzika kule nyumbani kwake. Rest in peace Jose Mujica. Karibu sana kwenye Keri TV. Huyu anaitwa Jose Mujica. Wewe unamkumbuka kwa lipi? Umewahi kusikia kitu gani kuhusiana na Jose Mujica? Rais wa zamani wa Uruguay Jose Mujica, huyu alikuwa ni rais wa Uruguay mwaka 2010 hadi 2015 katika nchi ya Uruguay. Alipewa jina la rais maskini zaidi duniani, si kwa sababu hakuwa na mali kabisa, bali kwa sababu aliishi maisha ya kawaida sana na alikataa anasa na matumizi ya kifahari, tofauti kabisa na viongozi wengi wa kitaifa. Sasa kwa nini walimuita maskini? Sababu ambazo zilimfanya aitwe rais maskini zaidi. Moja ya tukio kubwa ambalo alilifanya, alitoa 90% ya mshahara wake kwa misaada. Mujica alipokea mshahara wa rais wa zaidi ya dola 12,000 kwa mwezi, lakini alikuwa anakaa na kiasi kidogo tu, takribani euro 1,000, na sehemu kubwa alikuwa anawapa mashirika ya misaada, hasa yanayosaidia maskini na watu wasiojiweza. Badala ya kuishi katika kasri la rais, State House ya Uruguay pale, aliendelea kuishi kwenye nyumba yake ya shambani pamoja na mke wake na mbwa wake mlemavu. Nyumba hiyo ilikuwa ya kawaida sana, yenye mabati yenye thamani chache na haikuwa na walinzi wa kifahari, lakini hakuweza kutumia magari ya kifahari. Mujica alijulikana kwa kutumia gari lake la zamani aina ya Volkswagen Beetle ya mwaka 1987. Alikataa kabisa magari ya kifahari ya serikalini na hata safari za ndege za daraja la kwanza. Mtazamo wa maisha ya unyenyekevu pia ilikuwa ni sababu mojawapo. Mara nyingi alisema, si mimi ni maskini, maskini ni wale wanaohitaji sana ili kuishi. Mimi nina kidogo, lakini hicho kidogo kinanitosha. Alihubiri na kuishi anachokiamini. Mujica alikuwa mwanasiasa wa mrengo wa kushoto. Aliamini katika usawa wa kijamii, haki za kibinadamu na maisha ya heshima bila kupenda mali kupita kiasi. Aliishi kwa njia hiyo, si kwa maneno tu. Sasa je, alikuwa ni maskini kweli Mujica au ilikuwaje? Kifedha alikuwa na mali kidogo sana kulinganishwa na marais wengine, lakini hakuwa maskini kwa maana ya kuishi kwa shida au kuomba misaada. Unyenyekevu wake ndio ulimfanya aonekane kama maskini, ili hali aliishi kwa hiari katika hali ya kawaida kabisa. Kumekuwepo na baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wanaishi maisha ya kifahari. Ameishi maisha ambayo inawezekana ameenjoy zaidi kuliko vile ambavyo watu walikuwa wanatarajia. Rest in peace Jose Mujica. Umeacha alama ya dunia, sio kwa taifa la Uruguay peke yake, bali ni dunia itakusimulia.